Yes. How are you, ladies and gentlemen out there? Well, um, it's good to connect with you again here. My name is Simon. For those maybe it's your first time to listen to me, my name is Simon, and I was born in Kenya, living in Kenya, and I'm so glad to connect with you here. Today ningetaka tuweze kujifunza mambo kadhaa kuhusiana na masuala ya kibiashara ama masuala ya jinsi ambavyo unaweza ekeza biashara yako ama unaweza fanya investment ambayo inaweza kuja kukumikia biashara maishani ama inaweza kukusaidia kuwa na kufikia your dreams in life. Niseme ya kwamba katika masuala ambayo nimekuwa nikishughulika nayo kwa maisha yangu, hasa nimekuwa nikifunza masomo za kisaikolojia, ushauri nasaha, na kwa wale ambao wamekuwa mkinifollow kwa YouTube na pia kwa TikTok, nimekuwa nikisisitiza jamii sana hivi kuwa na uistimilifu na kuwa na hekima na kujiongeza maarifa kila siku, ikija kwa masuala ya kibiashara, ikija kwa masuala ya mahusiano, ikija kwa masuala ya kila kitu. Huwa tunasema hekima ni kitu ya maana sana na kuwa na maarifa na hasa experience ni kitu ya maana sana maishani. Nitangulize kwamba nimekuwa na maswali mingi sana ambazo watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwa my WhatsApp group na pia kwa my other platforms. Watu wengi wamekuwa wakiniuliza jinsi ambavyo unaweza anzisha biashara ama unaweza anza kuwekeza. Huenda katika mazingira ambayo uko kiukweli saa hizi unaweza sema kwamba uchumi maybe kwako ni mbaya, ama maybe uko pale hauna hela, unashangaa vipi unaweza anzisha biashara yako, na ni kweli una matumaini na unatamani sana kuwa na biashara kubwa, unatamani kuwa na mafanikio makubwa. Huwa nasema jambo la kwanza ni kujua ya kwamba when it comes to business is all about experience. Nitangulize hii kwanza. Business is all about experience, na business is not all about capital. Business is all about experience. Excuse me for a minute please. Niseme ya kwamba inapokuja kwa hatua ya mafanikio yote maishani, hamna jambo ambalo linatokeza hivi hivi. Huwa ni kila kitu ambacho kila mtu ambaye unamuona duniani amefanikiwa ama ametokeza, whether ni pande ya kiuchumi, ni pande ya kibiashara, whether ni katika masuala ya mahusiano, whether ni ndoa ambayo inakaa iko stable, ambao watu wanachukua example nayo. Hamna kitu inatokeanga hivi. Kila kitu lazima ukifanyie kazi. Na hasa ikija kwa masuala ya biashara huwa nasema kwamba mimi kwa biashara nimekuwa miaka 8 sasa hivi, naelekea miaka 8 katika biashara. Nimekutana na watu wengi ambao nimefunza biashara. Kuna watu ambao wamefanikiwa sana na wakaekeza sana. Hata sasa hivi nashawishika kusema kuna watu ambao wako juu yangu, niliwafunza biashara, lakini saa hizi mpaka mimi mwenyewe wamenipita kibiashara. So nitasema biashara hulingana na experience yako, na huwa na furahia sana wakati ambao naona nimefunza mtu biashara na ameenda na amefanikiwa, amekuwa mtu ambaye ameupgrade. Sababu unapofanikiwa, tunapokuwa na nchi ambao ina mafanikio na watu ambao wako well financially stable, sote tunakuwa tuna benefit na kila mtu anakuwa at least anafanikiwa. Lakini tunapokuwa na watu ambao kiukweli wako insufficient ama watu ambao hawana mafanikio, wote tunakuwa tunaumia kwa ujumla. So lengo langu kubwa limekuwa ni kuona jamii inafanikiwa, na hasa walio wengi wanafanikiwa katika maisha yao, ikija kwa masuala ya kibiashara, ikija kwa masuala ya mahusiano kama nilivyosema hapo mwanzo, ikija kwa masuala ya kila kitu.
huwa napenda sana, yani ni tamanio la moyo wangu kuona watu wakiwa na mafanikio. So nitangulize na hili jambo. Nimesema kwamba kuna design kwa biashara, hauhitaji capital ili kuanzisha biashara. Biashara unachohitaji kwanza ni experience. Nirudie tena. Kwa biashara, whether ni biashara ipi unataka kufanya, whether ni biashara biashara ni mingi. Kuna biashara za maybe unataka kufungua boutique, maybe ni duka, maybe tuseme ni uendeshaji wa magari, tuseme ni yani biashara yote. Biashara ni mingi ambazo huwa ziko duniani. Kila biashara ambao unaweza ukafanya, hata kama ni biashara ya trading, biashara za online, every business ambayo unataka kufanikiwa kwake, unatangulizanga na experience. Na experience ndiyo sisi wenyewe tuna offer kwanza, tunakusaidia na experience, ndio unapoingia katika biashara hutaanguka. Katika muda wangu ambao nimekuwa nikifunza watu masuala ya kibiashara, kiukweli kuna watu ambao huwa wanakuja niwafunze biashara, napatana na mtu huenda ananiambia mimi nataka, niko na capital, niko na pesa kiwango fulani, nataka kuanza biashara. Kidogo nimekuwa nikipatana na watu ambao hakika nilitarajia atafanikiwa kibiashara, na maybe vile alini approach nikatarajia atafanikiwa kibiashara, lakini kwa kutozingatia masharti ya biashara huwa watu wengi wanafeli. Na hilo jambo halikuwangi ni jambo la kufurahia, huwa ni jambo la huzuni kuona kwamba mtu amejitolea kuanzisha biashara ambayo alikuwa anataka invest na upgrade, alafu kidogo anafika mahali anafeli. Huwa ni jambo ambalo linanipeanga huzuni mimi kwangu, na huwa sio jambo la kushangilia hata kidogo. Mimi kwangu huwa nataka, kama umejifunza biashara na kama umetutanguliza, umekuwa ukifollow our guideline, huwa natamani sana watu wafanikiwe. Mafanikio yako ndio huwa yananimotivate kuendelea kusaidia wengine na kuendelea kufanya hii kazi kucoach watu katika biashara na kucoach watu katika uwekezaji. Excuse me. Nishasema hapo mwanzo, jambo la kwanza, zingatia pointi zangu. Nimesema inapokuja kwa masuala ya biashara, masuala ya kidogo, masuala ya mafanikio yoyote maishani, tanguliza kwanza na kutafuta experience. Usije ukakimbililia sana kuwekelea pesa yako mahali kabla hujapata experience, sababu itakuangusha. Na nimerudia na narudia tena, mimi kwangu huwa napenda nikicoach mtu, unakuwa mtu ambaye amefanikiwa. Sasa najua unaweza kuwa pale unajiuliza, hivi maybe I'm not well financially stable, kwa saa hizi sina hela, kwa saa hizi sina chochote, na natamani ningeweza kuwa na biashara, natamani dream zangu ni kwamba nije nifanikiwe, niwe na biashara ambazo nafanya biashara kubwa kubwa. Na mimi huwa napenda kuambia watu, angalau ukitaka kufanikiwa katika biashara, kuwa na ndoto kubwa. Sababu ukiwa na ndoto ndogo sio rahisi kufanikiwa. Ndoto ndogo huwa zinarudisha watu nyuma maishani. Kuwa na dreams kubwa. Kuwa na dreams ya kwamba biashara hautaifanya tu hapa nchini, bali unatarajia unafanya biashara ambazo unajiingizia product zako kutoka nchi za nje na unazileta hapa. Lakini yale yote unahitaji kuanza safari mapema. Saa hizi nimesema, kama uko pale, maybe tuseme una capital, una anywhere to start, nisikilize na unisikilize kwa makini jinsi unavyotakiwa kufanya. Jambo la kwanza, elewa ya kwamba katika maisha huwa tunasema life is divided into many different seasons of life. What do I mean? I mean that kwa maisha ya kila binadamu yoyote yule, maisha yake yako divided into many different seasons of life. Kuna wakati ambao